أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن wala wa ba'd. Leo insha Allah tutazungumzia nini maana ya uchawi kilugha na kisheria. Sikiliza klipu hii insha Allah, na kama itakuwa imekugusa basi zidi kushare ili na wengine na wao waweze kupata faida insha Allah. Ma huwa sihru, ni nini maana ya uchawi? Ma huwa sihru lughatan, ni nini maana ya uchawi kilugha wa shar'a na kisheria. Ama lughatan huwa ikhraju al-batili fi surati al-haqq, kilugha ni kudhihirisha batil katika sura ya haki. Kwa maana uchawi unapofanyika, mtu anaweza akaona ni kitu cha kawaida, aidha akaona ni kitu ambacho kipo sawa, lakini kiundani ni kwamba ni kitu ambacho ni kibaya sana. Ama shar'a, ama kisheria, aqdun wa ruqa wa kalamun yatakallamu bihi. Aqdun ni vifungo, kwa maana mchawi anakaa na kufunga funga, wa ruqa pamoja na kufanya mazunguo fulani, wa kalamun yatakallamu bihi, na maneno anayoyazungumza mchawi. Kwa maana mchawi akitaka fanya jambo lake, kuna maneno atayaongea ili kuweka maazimio tayari, au yaktubuhu, au yale ambayo atayaandika. Kwa maana kufanya uchawi anaweza akakaa na kuandika baadhi ya vitu moja kwa moja, au ya'malu shay'an, au anaweza akafanya kitu yuathiru fi badani almashhur, kitu ambacho kitakwenda leta athari, kitakwenda leta shida katika mwili wa yule aliyekusudiwa kufanyiwa uchawi, au qalbihi, au katika moyo wake. Kwa maana kumfanyia uchawi ndani ya moyo wake ikawa anapata shida, au aqlihi, au kumfanyia uchawi katika akili yake ikawa anapata shida. Ndo kama wale ambao wanapigwa chawi za junun, mtu anapigwa uchawi wa uandazimu, au mtu anapigwa uchawi wa khumul, uchawi wa upumbavu. Hizi zote ni katika hali ambazo zinafanyika na washirikina. Tena haya yote yanayofanya min ghairi mubasharati lahu, pasi na kumgusa, pasi na kumsogelea. Kwa maana anafanya hivi vitu yeye yuko mbali, na yule anayefanywa ule uchawi yuko sehemu nyingine mbali. Wala hu haqiqa, na hili jambo lina uhakika, kwa maana linafanyika moja kwa moja na lina uhakika kwamba wachawi wanafanya kitu kama hiki. Faminhu ma yaktulu, wako ambao wanafanya uchawi na moja kwa moja mtu kumfanya mpaka akapata kuingia kwenye kifo, kwa maana kumuua kabisa. Wama yumradhu, wapo wanaofanya uchawi kuwatia watu maradhi. Mtu anakwambia nina ugonjwa, lakini ugonjwa huu moja kwa moja kila nikiufanyia vipimo sikuti shida yake ni nini, sipati majibu yake ni nini. Lakini kadhalika mtu ana maradhi anahangaika nayo muda mrefu. Hii yote ni katika hali ambayo time nyingine ni uchawi ambao mtu kafanyiwa na moja kwa moja ndio unaomtesa. Wama yu'khadhu ar-rajula 'an imra'atihi fayamna'uhu wat'an, yuko ambaye anafanya uchawi kadhalika kumzuia mwanaume kutokumuingilia au kumuendea mke wake. Mtu anafungwa kabisa, tayari anafungwa na hawezi kumuendea mke wake. Haya yote ni katika mauchawi ambayo yanafanyika kufanyiwa watu na moja kwa moja kuingia katika madhila mbalimbali. Naam, wa minhu ma yufarriqu baina almar'i wa zawji, wako ambao wanafanywa uchawi kufarakanishwa baina ya mtu na mke wake, au baina ya mke na mume, wanafanyiwa hali ya kufarakanishwa. Yawezekana ikawa wanaishi vizuri, lakini baada ya muda kufanyika hichi kitu cha uchawi cha kufarakanisha, watu hawa wanaanza kugombana moja kwa moja. Naam, wa minhu ma yubaghadhu, ama wa ma yubaghadhu ahaduhuma ila al-akhar, au wale ambao wanakuwa wanapata hali ya kuchukizana, kuchukizana wao kwa wao. Wana mtu anapata hali ya chuki, anapata hali ya kumchukia mwenzake. Hii ni katika hali ya uchawi, time nyingine unafanyika moja kwa moja na inatokea hali kama hiyo. Au yuhabibu baina ithnain, au mtu anafanyiwa uchawi kupatikana mapenzi baina ya mtu na mtu. Kwa maana inawezekana ikawa mtu labda alikuwa hana mpango naye, hana mpango wa mtu huyo, lakini baada ya kushakwenda kwa mshirikina yule mtu kufanya uchawi kwamba mimi namtaka mtu fulani au namtaka mwanamke fulani,
au unamtaka mwanaume fulani, sasa moja kwa moja unafanyika uchawi, na hawa watu unakuta inapatikana hali ya kupendana wakati ilikuwa hicho kitu hakipo kabisa. Haya ni katika mambo ambayo yanafanyika, na hii ndio maana ya uchawi kiujumla. Kwa hiyo ndugu yangu ambaye umenisikiliza, kama klipu hii imekugusa, basi inshallah jitahidi kusikiliza vipindi vingine ambavyo vinakuja mbele. Inshallah tutaendelea kuvielezea, tutaelezea hukumu ya mtu aliyekwenda kwa mshirikina au aliyekwenda kwa mchawi, lakini kadhalika tutaendelea kuzungumzia sihri kutoka namba 1 mpaka namba 9. Kwa hiyo inshallah jitahidi kuzisikiliza hizo. Wabillahi tawfiq, wallahu a'lamu bis-sawab.